Tukaombea nguo. Kaambia Mungu tupe mtoto wa kuvaa hizi nguo. Kimiujiza tu ya Mungu. Nikaenda kliniki kama kawaida. Kuenda nikaambiwa enda kufanya test. Kaonekana niko na mimba. Wow. Sifa na deremo shangwe zote ndizo hizi. Nikaambiwa sasa tulifurahia sana. Tulifurahia sana, tukashukuru sana. Mungu alikuwa na mpango wa zile nguo. Ikasemekana hiyo mimba ikifika 12 weeks inafaa kuwekwa stitch. Inawekwa stitch. Inawekwa stitch. Sielewi huwa anafanya nini. Kwa sababu huwezi wekwa ukiwa live. Unapelekwa theater. Sielewi. Hata si operation lakini unapelekwa theater. Okay. Nikapelekwa theater mara ya 3. Wakaenda wakafunga sasa. Mara ya 3 ya kwanza ni miscarriage. Na ya pili nikaanza bleeding. Hii ya 3 nikaenda nikawekwa stitch. Sasa ninawekwa hiyo stitch ndio mimba isitoke. Okay. Kwa sababu cervix ni fupi. Inafaa kuwa 10 lakini yangu imefika 6. Okay. So ikienda miezi 3 4 inatoka. Ikawekwa nikaambiwa mtoto bed rest. Tena mwanaume amekuwa msaidiane. Tena umelala. Hawezi fanya kitu. Usifanye kitu. Chai ikimwagika imwagike huwezi inua. Nikapewa bed rest uliambiwa usifanye chochote kabisa. Usifanye kama una haja na mtoto. Usifanye chochote. At 3 months ikiwa miezi 3. Ikiwa miezi 3. Nikaenda nyumbani nikakaa karibu 1 week, 2 weeks hivi. Zile nguo nilinunua maternity dress. Ndizo zilinisaidia kwa sababu siwezi enda kununua. Nimepewa bed rest. Nikaendelea kuvaa nguo zangu. 2 weeks ika-attempt tena kutoka. Na imefungwa. Nini ilifanyika? Ulianza kubleed? Ilianza tu nikaanza pain, mgongo nini kidogo. Kwenda kliniki nikaambiwa sirudi nyumbani. Sasa nilipewa bed rest hospitali 6 months. Wait, ulikaa hospitali miezi 6? Yeah. Wow. Miezi 6. Umeolewa tu. Nikakaa 6 months. Wakati hiyo ni nini kilikuwa kinaendelea kwa sababu imefungwa? Kwa akili yako ni nini kilikuwa kinaendelea? Ulikuwa unauliza Mungu maswali? Nilikuwa nauliza maswali kwa sababu sijawahi ona hivi, sijawahi pitia hii, sijawahi sikia hata kwetu. Nilikuwa naona mamangu akiwa na mimba hata haendi hospitali. Nilikuwa na maswali mengi. Lakini sikuuliza Mungu maswali. Sababu yeye ndiye ananifikiria na mimi ni wake. Nimeomba mtoto amenipa. Tena nikulala, sikutaka kuuliza Mungu maswali. Na kuna mtu pale nje anauliza Mungu maswali. Ningependa nimuhimize asiulize Mungu maswali. Agoje wakati wake. Na wakati wa Mungu ukifika, hakuna mtu atasema hapana. Akifungua mlango, hakuna wa kufunga. Kwa hivyo nilijua huu mtoto shetani anataka tu shetani anataka sasa nilaumu Mungu. Wa kwanza ametoka, hii nayo ndio hii. Lakini sikufika hapo. Mimi nilijidharau tu, nikaona sasa unajidharau kwa sababu wewe ni mwanamke. Kazi yako hufanyi. Lakini kufika kwa Mungu kumwambia kwa nini hivi na hivi, sikufika hapo. Nikalala. Wakati huo wote umelala hospitali miezi 6. Mume wako ako tu alikuwa anakuja kukutazama kila siku? Kila siku. Saa hiyo kitanda yangu hospitali imeinuliwa pande ya miguu na stool. Ninalala nimeinamishwa hivi. Nikalala. Wakati ulifika wa kupata huyo mtoto, nikaambiwa huyo mtoto amelala bridge, inaitwa bridge, kukaa hivi. So nikaambiwa inabidi atolewe. Hawezi kuzaa ile njia ya kawaida. Sasa nikapelekwa theater mara 4 kutolewa huyo mtoto. Nilipoenda theater nikadungwa shindano, huwa inadungwa hapa nyuma spine. Nikatolewa mtoto mzima. Tunashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Sasa mtoto wangu alivaa zile nguo. Sababu mamake amelala 6 months, babake ako kazini, hawezi enda kununua nguo. Alivaa zile nguo. Kwa hivyo Mungu alikuwa na mpango. Kabisa. Hata tukinunua hizi nguo alikuwa na mpango tu. Alikuwa anaona hatutaenda, lakini hizi nguo zitawasaidia. So mtoto wangu alivaa zile nguo na tukakaa. Kumaliza 2 months,
shida haikuniacha, nikawa na shida ya mgongo. Spine. Huo mgongo umeniuma miaka yote 16 years. Nikaenda hospitali nikaambiwa ninafaa kupewa corset na nikapewa corset. Corset ni ya kufunga. Corset ni ya kufunga.